haiendelei kwa mateso mbalimbali ambayo alikuwa akiyatoa kwa Wakristo. Katika baadhi ya mambo ambayo alifanya, aliweza kuwatupa watu waliojiita Wakristo katika eneo lililokuwa limejaa wanyama wakali, na wale watu walikuwa wanalauliwa. Kwa hivyo hofu ilitanda sana kwa wale Wakristo na uoga. Sasa kulingana na namna ambavyo Paulo alimfahamu Timotheo na kujua hali yake, kwamba Timotheo alikuwa ni mwoga, na hivyo ilikuwa ni vigumu sana kwa Timotheo kukabiliana na mambo magumu aliyokuwa anakutana nayo kwa nyakati zile, yakiwemo mateso na mambo mengineyo ambayo yaliletwa na watawala. Kwa hivyo Timotheo, katika eneo hili Paulo anamsihi kwamba aweze kuvumilia katika mazingira hayo ya mateso, katika mazingira hayo ya magumu. Paulo anamsihi sana Timotheo awe mwenye kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza kwa habari ya kuvumilia kwa Timotheo, ni neno ambalo nasi tunalihitaji leo katika nyakati zetu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu usiotuhitaji, ulimwengu ulio kinyume na kweli. Kwa hivyo yako mambo ambayo tunapokutana nayo tunahitaji uvumilivu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini maana ya neno uvumilivu? Paulo anapomwambia Timotheo awe ni mtu mwenye kuvumilia, anataka afanye nini? Nini maana ya neno uvumilivu? Uvumilivu, maana ya neno uvumilivu, waweza ukawa na maana ambayo unaifahamu, lakini pia nikuombe uongezee na hii ambayo nitakuongezea hapa. Neno uvumilivu ni ile hali ya kuendelea kustahimili. Ni ile hali ya kuendelea kustahimili. Ni ile hali ya kuendelea kustahimili. Huenda ni majaribu au hali ngumu au mambo yaliyo kinyume na vile ulivyotamani. Sasa ule uwezo wa kustahimili, kuendelea kuyavumilia yale mambo, kuendelea kuwa nayo yale mambo bila kubadilika, basi tunaweza kuita kuwa huo ni uvumilivu. Lakini maana nyingine ya neno uvumilivu ni ile hali ya kungojea kitu. Ile hali ya kungojea kitu au jambo hadi litokee au litendeke. Ni ile hali ya kungojea kitu au jambo hadi litokee au litendeke pasipo kujali